Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika, ametangaza kuwa chama hicho kitafanya uchambuzi wa kina wa ripoti ya Jaji Chande siku ya Jumanne, Mei 5 mwaka huu, saa 4 kamili asubuhi katika makao makuu ya chama hicho. Taarifa kamili na Jackson Fanuel. Akizungumza na waandishi wa habari leo Jumamosi Mei 2 mwaka 2026 wakati akisoma maadhimio ya kamati kuu ya Chadema, katibu mkuu wa chama hicho amesema uchambuzi huo utaambatana pia na ufafanuzi wa maazimio mengine yaliyofikiwa na kamati kuu ya chama hicho kufuatia kikao chake cha hivi karibuni. Kamati kuu kwa kupitia ajenda za kikao husika ilijadili na kupitisha maazimio mengine mbalimbali, ikiwemo masuala ya uchambuzi wa ripoti ya hotuba ya tume batili ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 maarufu kama ripoti ya Chande, na kupitisha maazimio mbalimbali ambayo chama kitayatoa kwa umma katika hatua ya baadaye. Na nitumie fursa hii kuwatangazia wanahabari kwamba hatua hiyo ya baadaye ya uchambuzi wa ripoti ya Chande na utoaji wa maazimio mengine ya kamati kuu, haya ni maazimio ambayo tumeanza kupakua tu katika yale ambayo yameamuliwa na kikao cha kamati kuu cha siku 2. Kwa hiyo hatua ya pili ya kueleza maazimio zaidi, ikiwemo uchambuzi wa kina wa ripoti ya tume ya Chande, itafanyika siku ya Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili hapa makao makuu ya chama. Aidha, Mnyika ametoa wito kwa wadau wote wa demokrasia, maendeleo, haki, ukweli na wajibikaji kuendelea kuwa na subira na kufuatilia kwa karibu tukio hilo, akisisitiza kuwa litakuwa na umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa masuala ya kisiasa nchini. Wale wote waliohusika kuratibu, kufadhili na kutekeleza mauaji dhidi ya raia wawajibishwe bila kujali nafasi zao. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wawajibishwe kwa kushindwa kuwalinda wananchi na kutuhumiwa kuhusika katika mauaji hayo na kushindwa kuzuia mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. Kamati kuu inasisitiza inahitajika haraka kuundwa na kupatikana tume huru ili kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zinazofuata. Tunasisitiza kuwa ni lazima tume iwajumuishe watu wa ndani na nje wanaoaminika ili kuchunguza mauaji na matukio ya ukatili dhidi ya binadamu yaliyotokea Tanzania. Kamati kuu inatoa pole kwa familia zote zilizokumbwa na vifo vya tarehe 29 Oktoba 2025 na tarehe zilizofuata. Pia amesema kuwa kwa wale wote walioratibu, kufadhili au kutekeleza mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 wanapaswa kuwajibisha bila kujali nafasi au vyeo vyao. Aidha, Chadema kimesisitiza umuhimu wa kuundwa kwa tume huru ya uchunguzi itakayochunguza kwa kina matukio ya Oktoba 29 ili kubaini ukweli wa kilichotokea na kuhakikisha haki inatendeka. Kamati kuu imeazimia kuanza rasmi operation ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Operesheni hii itajulikana kwa jina la Operation Katiba Mpya Free Tundu Lissu na itafanyika kwa awamu 2. Katika awamu ya kwanza, mikutano itafanyika katika kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria na kanda ya Kaskazini. Aidha, operesheni hii ya awamu ya kwanza itaanza wiki ya 3 ya mwezi wa 5. Kwa kipindi kirefu, Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inaona kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya. Vilevile amesema chama hicho kitaanza rasmi operesheni ya mikutano ya hadhara nchi nzima mwezi huu, ikiwa ni sehemu ya mkakati wake wa kisiasa na kijamii inayolenga kuhamasisha mabadiliko ya katiba mpya pamoja na kudai uhuru wa mwanasiasa Tundu Lissu. Kuhusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama taifa, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kamati kuu imesisitiza kwamba kesi hiyo ni kesi ya kisiasa. Hivyo kamati kuu imeazimia kuufahamisha na kuuomba umma kusimama na wapenda haki kushinikiza Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru bila masharti yoyote. Kamati kuu inalaani kitendo cha kuendelea kushikiliwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa siku 386 gerezani na kwamba kitendo hicho ni kitendo cha mateso
kinachofanywa dhidi ya mwenyekiti. Tunatoa wito kwa Jaji Mkuu kuuelezea umma kuwa ni sababu zipi zinafanya kesi ya mwenyekiti haijapangwa tarehe ya rufaa na ni lini itapangiwa tarehe ya kusikilizwa. Na mwito wetu na kauli ya kamati kuu, tunataka kesi ya mwenyekiti Lissu ipangiwe tarehe ya haraka ya kusikilizwa. Chadema imesema wamejadili kwa kina kesi inayomkabili Tundu Lissu na kubaini kuwa kesi hiyo ni ya kisiasa, hivyo kuazimia kufahamisha umma na kuwataka wapenda haki kusimama pamoja kushinikiza achiliwe huru bila masharti yoyote. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amesisitiza umuhimu wa kila kijana kupambana kupata mabadiliko wanayotaka badala ya kusubiri miujiza ama baadhi ya watu kupambana juu ya mabadiliko wanayoyataka. Mabadiliko unayoyataka unapaswa kuyapigania wewe mwenyewe. Ni wangapi mko satisfied, mnaridhishwa na jinsi nchi hii inavyoendeshwa? Nyosha mkono tu. Ambao mnaridhishwa kwamba tuna shule sawasawa, ndizo shule zinazotakiwa kuwepo, barabara zetu ziko sawa, tuna maji, mishahara wanaopewa wafanyakazi iko sawa, mimi naporara ni sawa kabisa. Wangapi hamridhiki na namna nchi inavyoendeshwa? Nyosha mkono tu. Kuna hata mmoja wetu anayeridhishwa na namna nchi inavyoendeshwa? Uongo kweli? Je, kama hauridhishwi, nani atabadilisha hali hii? Ni Mungu, sio? Watanzania mna tabia mnasema tumwachie Mungu. Mungu kawaida anaongeza kwenye jitihada ambazo wewe binadamu unafanya. Mungu atatuongezea nguvu na maarifa tushinde na tubadilishe nchi. Lakini kama hatutakaa tunategemea miujiza. Mungu anakuongezea jitihada ukiwa kwenye mstari wa mbele unapambana. Asante Jackson Fanuel kwa taarifa hiyo.